tunanyenyekea Bwana, Bwana, tunanyenyekea Bwana, Bwana, tunanyenyekea Bwana, 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 tunanyenyekea Bwana, Bwana, tupo mbele zako Yahweh, Yahweh, tupo mbele zako Yahweh, Yahweh, tupo mbele zako Yahweh, 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 tupo mbele zako Yahweh, Yahweh, umeinuliwa juu Yesu, Yesu, umeinuliwa juu Yesu, Yesu, tunakuinua juu Yesu, Yesu, tunakuinua juu Yesu, Yesu, umeinuliwa, umeinuliwa Yesu, Yesu, Yesu,
uumbaji wa pili akaumbwa katika mavumbi, ambaye ni uumbaji wangapi? Wa pili. Baada ya kuumba mara ya pili, maana yake akachukuliwa ule uhai aliyokuwa ameutengeneza, akamwekea mwanadamu. Biblia inasema akastati, akawa yuko hai. Haleluya! Kwa hiyo tazama, wewe ni mtu wa thamani kwa namna gani. Usijifananishe na kitu chochote. Wapo watu wanajidharau hata leo, wanayadharau maisha yao, wamejikatia tamaa, wakati hawajui kwamba yeye sio mtu wa kawaida. Vyote unavyovitazama na kuviona, Mungu ambavyo ameviumba, ni wewe ndio mmiliki. Lakini ni kwa namna gani vitakuja kwenye himaya yako? Ni wakati tu. Vyote vimejificha katika wakati, na kuwa na imani. Kama Mungu amesema ndio, ni nani wa kusema hapana? Hakuna anaweza kuzuia jambo lolote kwenye maisha yako lisitokee. Yeye akisema ndio, lazima litatokea. Na kama kuna jambo lolote amekupanga juu ya maisha yako, hakika lazima litatokea. Ni wewe kuendelea kukaa katika mstari. Ni kwa sababu gani? Mungu alimtoa mwanadamu katika nini? Katika ardhi. Na tukiona Yesu anaitwa kwamba yeye ni mwamba. Mwamba unakuwa wapi? Mwamba upo ardhini. Haleluya! Unatoka ardhini. Kwa maana yake tulikuja kuzaliwa mara ya pili katika mwamba. Sio kama kuna mtu anaelewa. Na kutazamisha, usijione kwamba wa kawaida. Somo linalosema mahusiano yetu, asili yetu ya mwanadamu, tuna uungu ndani. Haleluya! Kwa sababu ni sisi tunaomfanana Mungu. Hakuna kitu kingine ambacho kinamfanana Mungu zaidi ya mwanadamu. Na huyu mwanadamu ndiye kapewa mamlaka aweze kuvumiliki na kutawala hivi vitu. Mwanzo 1:26 hadi 27. Na anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawala samaki wa baharini na ndege wa angani. Manake tunamfanana Mungu. Hivi sikia, wewe umeokolewa, umetoka katika ufalme wa giza, upo ndani ya nuru. Wewe tembea kifua mbele, kwa sababu unamfanana Mungu. Una kitu cha tofauti ndani yako. Mwanzo 1:26 hadi 27. Uliambiwa, ulipewa mamlaka ya kutawala na kumiliki. Jiulize, kwa nini humiliki na kwa nini utawala? Kuna namna inawezekana, bado hatujawa sawa sawa, lakini nyakati zinakuja tunapoendelea kupata maarifa, nasi ndipo tunapoendelea kufunguka macho yetu ya roho, yanapata kuona wapi tulikosea na wapi tuelekee, ili tuweze kufika pale mahali ambapo Mungu anataka tuweze kufika. Na mpango wa Mungu ni wanadamu akaishi nini? Milele. Aishi bila kufa, manake, si ndio? Maana milele nini? Ni kuishi bila kufa. Manake uishi duniani, hata kama umetoka uendelee kuishi, si ndio? Yeremia 31 mstari wa 3. Na Mungu tunavyoona, Mungu lengo lake ni kumpenda mwanadamu. Tangu pale pamoja na mwanadamu amekosa, Mungu si kwamba kujua kama kina Adamu ametenda nini? Dhambi. Si alijua? Ukisoma Mwanzo 3, akashuka bustanini, wakaanza kujificha. Tayari alijua kwamba hawa watu wamefanya nini? Wameacha kutii. Manake alichoangalia ndani yao ni kutii, kwamba hiki msifanye, hiki fanye. Hata leo tunatembea katika kanuni ya Mungu. Ametuwekea mipaka, kwani sio kweli? Ile mipaka hata leo bado inatenda kazi. Inatakiwa kama ni sehemu ya kutii, ni tii. Sehemu ya kufanya, fanya. Umesikia sauti lakini bado unapuyanga tu unaenda. Lazima utii. Hakusiende, wewe bado unaenda. Mungu bado anafanya kazi. Na ukitaka kuona kwamba Mungu hawa watu aliwapenda, kashuka, na pamoja na kushuka wakawa wamejificha, akawaita
na kitu cha kwanza alichofanya akachukua mnyama wakatengenezewa nguo. Huo ni upendo ya kuwastiri hawa watu. Haleluya! Ni upendo wa namna gani alionyesha kwa hawa watu, pamoja na kutokutii kwao. Na hata leo ni mengi tunafanya, ni mengi tunatenda aliyo kinyume, lakini Mungu bado anatutetea. Mungu bado anatukumbatia, anatuepusha na wakati mwingine mambo magumu mno. Hauoni ishara, unakuta imetegwa kwa ajili yako, lakini Mungu anakuepusha tu. Kwa sababu ya nini? Ya huruma ambayo uko nayo kwetu sisi, na kwa sababu ametuumba kwa sura yake, kwa uhai wake, kwa pumzi yake, akatupa kama zawadi. Lakini nini na kutazamia? Hebu mmoja asome Yeremia 31 mstari wa 3. Ndio anasema Bwana alimtokea wapi? Zamani, akisema na anasema nimekupenda kwa upendo wa milele. Amempenda nani? Mwanadamu aliyemfanya na kumfinyanga. Amesema amempenda kwa upendo wa nini? Wa milele. Maana yake upendo usiokuwa na mwisho. Huyu mwanadamu ndiye ambaye upendo huo ndio amepewa. Ni wewe mwenyewe ambaye leo upo, umepewa kwa upendo wa tofauti na Mungu. Wewe ni kitu cha thamani mno mbele zake. Lakini ni kwa nini, tujiulize, tunatembea tunajidhalau? Ni sisi kwa sisi tunakuta tupendani, wakati Mungu aliyetuumba sisi ametupenda na anatujali, anatulinda kila mahali. Manake anaposema upendo wa milele ni upendo usiokuwa na mwisho. Huo Mungu ndio aliyetuachilia sisi. Kwa nini usimpende jirani yako? Kwa nini usimpende ndugu yako? Tatizo liko wapi? Kama yeye aliyekuumba na kupenda upendo wa milele, kwa nini wewe uliyeumbwa usimpende ndugu yako? Kwa hiyo kama ni thamani alituonesha kwa upendo wako, jinsi aliyotupenda, pia pamoja na yote tunayofanya, pamoja na dhambi ya Adamu. Biblia inasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni kwa Adamu, na kwa mtu mmoja dhambi iliondolewa. Itaondolewaje? Iliondolewa kwa sababu ya kujidhabihu Yesu, tukahesabiwa nini? Haki kwa imani. Tulikuwa tumepoteza haki mbele za Mungu. Pamoja na kusema natupenda umilele, ndipo alipokuja kuonesha kumtoa mwamba, ambaye anasema tulitolewa katika huo mwamba. Huo mwamba ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Na huyo mwanadamu alitolewa katika nini? Ardhi. Hatujui sasa alikuwa ni mavumbi au ilikuwa ni mwamba, japo Biblia inasema alikuwa mavumbi, lakini hatuwezi kujua mavumbi ni ya kawaida. Haleluya! Kwa nini Yesu aitwe mwamba? Inawezekana tulitolewa kwenye mwamba. Warumi 3. Kwa sababu nini? Dhambi ilikuja kuvuruga mahusiano yetu na nani? Na Mungu. Warumi 3:23. Kwa hata leo kitu kibaya, dhambi inavuruga mahusiano yako na nani? Na Mungu. Ndio kitu pekee kinachokuondoa pembeni. Ni Isaya 59. Hiyo ndio inakugombanisha. Maana yake ulikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, lakini kwa hilo tu Mungu anakaa pembeni, kwa sababu tayari ile dhambi inakuwa kigombanishi kati yako na Mungu. Na ndicho kilichotokea pale Edeni. Mungu, hawa watu walikuwa naishi maisha mazuri kwenye bustani ya Edeni. Kulikuwa kuna upepo mzuri, kulikuwa kuna kila aina ya uzuri, amani ya kutosha katika ile bustani. Ndio watu waliokoka katika roho na kweli, amani ambavyo inakuwa ndani mwao, upendo ambavyo unakuwa ndani mwao, na familia zao ambavyo wanakuwa wamezikumbatia. Ni watu ambao wamepondeka mioyo yao, maana hawana tofauti na wale waliokuwa Edeni. Kwa sababu kama ni amani ipo, kama ni fedha zipo, kama ni mshikamano upo, kama ni upendo upo,
Haleluya. Hata kama wana pesa ya kubadilisha mboga tu, ni kwa sababu wamelizika. Wakati unakuja mzuri, mambo yatatokea mazuri. Kinachotakiwa ni nini? Watu wakawe na amani na umoja. Kupitia hicho kitakuwa sumaku ya kuvuta vitu vikubwa. Hauwezi ukatamani kuvuta vitu vikubwa wakati ndoa ndani inaharibika, nyumbani kuna kelele, mafarakano ndani hayaishi. Ninatamani niwe na gari nzuri. Gari inatoka wapi mzee? Ndani kila siku mateke, makelele. Sio upendo Mungu ambao aliagiza. Mungu alituagiza tupendane, kwa sababu ni asili yake. Kama tulivyoona, kama watu wamekosa, lakini alishuka akawashonea na nguo ya nini? Ya ngozi ya mnyama. Si upendo? Kwa hiyo maana yake upendo ni asili ya mahusiano ya Mungu na mwanadamu. Mungu aliumba kila kitu na akamwambia mwanadamu ukatawale na kuvimiliki. Kwa nini? Maana yake wewe ndio uliyepewa mamlaka ya kuweza kuvimiliki hivyo vitu. Sikia, Mungu alivyotupa neema hapa, hata sisi wetu ameuwekeza kila kitu kwenye ardhi hii, lakini alichotunyima maarifa. Hatukuwa na maarifa. Hata ndege zinazoruka huko, vingine vimetoka hapa kwetu. Hivyo kuna kitu unaelewa? Yaani madini yametoka hapa, watu wanaenda kutengeneza ndege inaruka, na tunapanda sisi, tunalipia pesa. Ametupa neema ya tofauti. Ndio maana unakuta watu wanatoka huko wanakimbilia hapa kwenye ardhi. Sio ardhi ya kawaida wazee. Kabisa. Tuna neema ambayo tumepewa. Na ukiwa hapa, hebu tembea kifua mbele. Na ukiwa na Kristo, tembea kifua mbele, kwa sababu upo kwenye nchi ya neema, ambapo Mungu mwenyewe ameruhusu iwepo mahali hapa. Kuna kila kitu. Wakati utawadia utamiliki. Haleluya. Hakuna atakayezuia. Kuna mtu amefika. Warumi 3:23 inasemaje? Warumi 3:23. Ndio. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Ndio. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na nini? Na utukufu. Maana yake hawa watu walikuwa na nini? Na utukufu pasipo nini? Dhambi. Unapokuwa huna dhambi, maana kwa imani kutoka ndani pasipo na nini? Na shaka. Biblia imesema mwenye shaka asifikiri gazani anapokea kitu kwa Bwana. Hautapokea kwa sababu ya shaka. Wasilisha ukiwa unayo imani ya kwamba nitajibiwa, ya kwamba Mungu atafanya, ya kwamba Mungu atatenda, pasipo kuwa na mashaka. Hapo tayari utakuwa unadumisha mahusiano yako. Ni kweli kuna wakati unaweza kujikwaa ukadondoka. Ni kuamka kumwambia Mungu, hakika hili limetokea, ni rehemu na usamehe.